usikose kulike kila video zetu zote. Ni mimi mtangazaji wako Jackie Cloud. Kwanza kupata video zetu lazima video ziko wapi. Utakapotumia link hii, basi video nyingine ambayo inaweza kuja uwezo kupata link, lakini kama ukisubscribe na tukiposti video zetu, basi utakuwa wa kwanza kupata video zetu. Kwa hiyo ni mimi mtangazaji wako Jackie Cloud. Asante. Okay, so mtazamaji wa DMTV NSA, na leo tupo na mazungumzo. Tumekutana na mzee wetu hapa, lakini kabla tujaanza maongezi nahitajika tufahamu majina yake. Anaitwa nani kaka, vipi? Poa, mimi naitwa Dr. Kinyesi. Majina kamili naitwa Manda Oscar. Okay, sawa Dr. Kinyesi, mimi hii kitu sio kitu nzuri guys. Stay away from this thing. Pombe sio kitu kizuri man. I'm throwing this alcohol because I want you to feel bad about this. Lakini pombe sio kitu kizuri guys. Stay away from alcohol. Najisikia vibaya sana kuona vijana mnapoteza muda mwingi, mnakuwa walevi, mnakuwa mnalewa, mnakuwa mnakunywa pombe guys. This is no good man. This is destroying your life guys. Bro, onesha chini hapa wana ujinga. Watu ambao mnakunywa pombe, this is very stupid. This is very stupid. Stay away from this, bro. Unaanzaje kupoteza muda wako, una dedicate muda wako, unakuwa mlevi mwanangu. Unakuwa mlevi. Imagine wazazi wako wanakutegemea. Imagine mama yako anakutegemea. Alafu unapoteza muda wako wote unakuwa. Mimi na swali la kizushi kidogo, kwa sababu katika mtandao siku hizi mbili kuna vurugu ambayo imetokea hapa kuhusu wanaotumia pombe na wasiotumia pombe. Hivyo ni vitu ambavyo vina trend sana TikTok, Facebook na wapi. Kuna kijana mmoja ambaye anaitwa Cheni ambao alipiga vikali sana watumiaji wa pombe na ukamata pombe na kumwaga kabisa. Kwa upande wako wewe kama vile mzee wake, unaweza ukaliongelea ama unaweza kumshauria nini huyo kijana? Okay, nashukuru sana. Kifupi ni kwamba kwanza kinywaji chote sio kibaya, ila unywaji ndio mbaya. Unajua this is destroying your life guys. Bro, onesha chini hapa wana ujinga. Watu ambao mnakunywa pombe, this is very stupid. This is very stupid. Stay away from this bro. Unaanzaje kupoteza muda wako, una dedicate muda wako, unakuwa mlevi mwanangu. Unakuwa mlevi. Imagine wazazi wako wanakutegemea. Imagine mama yako anakutegemea. Alafu unapoteza muda wako. Nani walikuwa kwenye sherehe, aliitwa kwenye karamu, si ndio? Maandiko yanasema Yesu kipindi yuko kwenye karamu, ile divai ikawa imeisha. Watu walimfuata mama yake Maria, wakamwambiaje? Wakasema mbona mvinyo umeisha? Wakasema sasa nitafanyaje? Tuongee na mama yake amwambie. Yesu alimwambia haina shida, alichanga ile mitungi ya Kanani, lakini watu walikunywa, walienjoy. Kwa mimi kwa namna moja naweza kusema tu kijana ambaye alifanya akatupa sija, akanunua pombe kutupa, akasema kwamba pombe ni mbaya kabisa kwa sababu inaharibu maisha yako. Hapana. Mimi naweza kusema tu ni pengine yeye alijaribia maisha yake, sababu pombe sio mbaya, au naweza kusema kinywaji pombe, kunywa pombe sio mbaya, ila yule ambaye anajifahamu ndio anaweza kusema yani pombe ni ukunywa ujifahamu. Sasa bila alivyotupa kweli sio sahihi. Sababu sio sahihi ni nini? Nisikilize. Sio sahihi ni kwamba au anaweza kutupa yeye yuko kwenye usahihi. Sijamwambia kwamba ni mbaya, lakini sio vizuri
pengine angeweka hata tuition ya kutaka kuambia watu, kuelimisha watu madhara ni public na post internet. Pengine mimi nilisi anataka atafute viewers tu content ili aone yeye ndio brandi, ataki pombe. Sasa sababu pombe sehemu ambayo anaishi na sehemu ambayo inaishi pombe inaishi sehemu nzuri kuliko ni yeye. Yeye anaishi kwanza kwa mama yake. Sasa siwezi kuongelea ile, hapana, yule ni kidogo, ni kama mwanangu. Okay, so nahisi kuna video ambayo imesambaa sana mtandaoni kama imezungumzia kijana huyo mwenyewe alinunua pombe na kumwaga, na huyu hapa ni mzee Dr. Kinyesi kama vile mzee wake anasema kwamba kunywa pombe sio vibaya, ila unywaji ndio mbaya. Kuna mtu anaweza kunywa pombe na anajielewa, na kuna mwingine anaweza kunywa pombe anajipoteza ufahamu kabisa. Huo hapo ndo unakuwa ni mbaya. Na kwa ushauri zaidi, kaka Cheni, mzee wako anasema kwamba ingekuwa ni vizuri utoe tuition, utoe somo la kuelimisha watu, sio la kupanda kwenye media vile kwanza kununua pombe na kumwaga na kuambia vitu kama vile. Anajirekodi ila afanye hivyo. Unarekodi, unavitupa mtandaoni. Watu wamecomplain, watu wengi sana wamecomplain. Mimi nahisi brandi ya nani zile pombe ambao walimwaga hatujataka ifuate sana, lakini alichofanya nimecha kwenye media zote tumeshafuata. Kuna brandi namfuata aseme sababu ya kutupa zile pombe na kumwaga. Kwa hiyo ile pombe nahisi ilikuwa ni Heineken, ilikuwa ni Stella. So hivyo ukumbuke kwamba mzee anasema kwamba unaweza kuwa unatupa ile kinywaji, lakini kuna baadhi ya company ambayo ina promote vile vitu inakuja kufuatilia. Kwa hiyo ushauri wake, ukiwa na ushauri wowote ambao unaweza kuwashauria watu ambao wanatumia pombe, wafuate ni box kama unawafahamu, ama fungua tuition, kwa sababu ukifungua tuition watu wengi wataelimika sana kuliko kufanya kitu la public. Ilikuwa corona na kama vile na malika vile, kwa sababu kama ilikuwa corona kama na jamaa mmoja sijua Kentucky alinunua lika kabisa akamwaga kabisa. Sasa walitaka ule walika mimi simfahamu, lakini huyu wa Texas ulimfahamu. Huyu ni mwanangu mimi nafahamu, na nilimuita nikamwambia ulifanya ibaya. Ilikuwa brandi na brandi tamfuata, ni kweli sio Stella, ilikuwa corona. Kama sio corona itakuwa ndio nini nyingine baada ya Stella na nani hiyo corona na hii ni Heineken nyingine na hii Spanish unaifahamu Spanish, unajua hii bomba ya Spanish Modelo ilikuwa Modelo. Okay. Kwa hiyo kwa ushauri wake ni kwamba fanya tuition. Ukitaka kushauria watu unatakiwa ufanye tuition. Kwa wale ambao wanatumia pombe, fanya tuition kuliko kwenda mtandaoni kuposti kitu na kwa kama vile umefanya vibaya, kwa sababu brand ambayo imeunda ile pombe wanaweza kukufuatilia ama wanaweza kuingia pabaya. Hii na uhakika sababu eti umeshafuatiliwa. Hizo ni taarifa zake. Hiyo brand lazima, hiyo brand ambayo imeunda hiyo pombe inaweza ikakufuatilia, kwa sababu ni kitu ambacho kimeenda public mtandaoni. Kwa hiyo hapo ndo usia wa mzee ambao anakuambia kwamba fanya tuition kwa kuelimisha wale ambao wanatumia pombe ili waweze kuacha, lakini sio kufanya vile kwa kumwaga, kufanya kwa sababu watu wengi wamemind kukurupuka. Mpaka sasa hivi watu wamemind kwa kila ambacho ulichokifanya. Hajafanya kibaya, kutupa pombe sio vibaya, lakini ile brand lakini ni pesa zake, lakini amenunua ni pesa zake, na akiona hawezi kula anaweza kamwaga tu. Baada ya yeye kumwaga, ni kweli hata pombe unaweza kuzimwaga, lakini hata ukizinunua mwenyewe unazozimwaga wewe mwenyewe unakuwa unajisikia. Hata mtu akiwa hata jirani ambaye hauni pombe ukinunua unazimwaga, anakuwa yeye mwenyewe kwanza anajisikia uchungu. Sasa huyu amezinunua vya zimwaga sababu ya nini? Sasa yeye kama angefanya tuition ni kweli, ila najua brand itamfuata sababu alifanya kile sio Afrika, alifanya inchi ya watu ambayo ile pombe ina brandi kubwa na ni kampani kubwa ambayo inalipia kila kitu. Sasa anafanya aweke, ndio maana nasemea hiki
sipigi sana upato pombe. Kuna pombe ni hiari ya mtu. Ndio. Sasa yeye alifanya bila kujua kama kunaweza brand itamfuata, na hisi atafuata tu, sababu brand yenyewe ilicha nani imeshatoa malalamiko sababu yake. Hapa niko Marekani, yuko hapa for mama nyoje, niko hapa for brand inamfuata, yani wene kampani yake wanamfuata, atasema sababu ya nini atupe zile na kumwaga vile anaharibisha nini biashara. Okay, so mimi kama kisi unavyosikia kaka Cheni, huyu hapo ni mzee wako Dr. Kinyesi, na anazungumzia kuhusu pombe ambayo ulimwagaga, na ndio ilikuwa ni mawazo yake. So kama ni ushauri umeshasikia, lakini itakuwa ni vizuri pale utakapokutafuta na wewe tufanye mahojiano mawili matatu. Okay, nikuombe tu neno lako la mwisho kabisa kumshauri Cheni, kumshauri kabisa, sema dogo, fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. Na nishaga kuona safari ya kwanza nilikuonya kuhusu hiyo kazi, hiyo video, na yeye hakuivuta, bado anaiposti na kuomba hata msamaha kwa moja mtu. Wewe kwako unaonaje? Mimi kwanza najua interview yako haikuwa sana brand kuhusu dogo. Yes. Hii ni maingiliano tu ya mahojiano. Yes. Kifupi tu nataka niongee kwamba dogo naweza kumshauri tu afute zile video yake na jaribu lakini kumbuka kwamba ni content creator, anatafuta content. Ndio, licha anatafuta content, sio kwa wale muda, sababu anajua kila alichofanya wale wenye pombe zao kwa sasa wanamfuatilia. Kifupi tu naweza kusema tu, niambie tu mashabiki wote na wale wote ambao walimchukulia dogo vibaya, niombe tu amsamehe. Sababu yeye kweli sio mnwaji, na tunaelewa mtu ambaye hakuna mtu wote ambaye anaweza kutaka mtu wake aone pombe. Hiyo ni kweli, ila alitumia ile vibaya. Kwa hiyo na niombe tu wamsamehe, wasimchukulie kwamba alifanya kimakusudi. Hapana, sisi wote tunajua hakuna mtu wote ambaye anaweza kuhitaji mtu utaona hakuna pombe, ila pombe sio mbaya. Mtu wote anaweza kunywa, lakini hakuna mtu anaweza kuhitaji kuna pombe, yani kama familia. Hakuna mtu ambaye anaweza kwenda kunywa pombe, hapana. Ila tumchukulie yeye kama vile, ila kuna pombe yetu, kuna pombe sio mbaya, ila tumsamehe tu, niombe tu asamehewe, wasimchukulie vibaya, hapana. Okay, so kama gisi mnavyomsikia mzee ya kwamba ile video ambayo Cheni alipost, anaitwa Cheni Rush TikTok. So aliposti video ambayo anakashifu pombe. Kwa hiyo anasema kwamba watu wote ambao walicomplain kuhusu ile video wamsamehe. Wamsamehe, na wale brand ya ile pombe iweze kumuia razi. Kwa sababu labda anaweza kuwa alifanya kitu hakujua, ama alifanya kitu lakini kutafuta content, anatafuta views, anatafuta like, anatafuta na comment. Kwa hiyo watu ambao wana mind kwa sababu ile siku kuna watu ambao wana mind mpaka sasa hivi. Kuna baadhi ya watu walimtukana, kuna baadhi ya watu walitukana familia yake, maana mpaka sasa hivi matusi yanaendelea kwake. Kwa hiyo mzee anasema kwamba naomba mumsamehe kijana mwenzenu, ni content creator, anatafuta contact. Kwa hiyo mumsamehe kwa hilo. Okay, mimi nikushukuru tu mzee wangu, naomba useme neno la mwisho kwa wanaokutizama, wana DMTV in USA. Okay, DMTV, mimi nawashukuru sana, maana interview zenu mimi waga nazitaka sana, na mimi sitaka hapa. Niombe tu muda wote mnakuja kunihoji, hususan kuhusu hali hapa Marekani hata na kwetu. Mimi sababu kwetu mimi waga na jali sana maisha kwetu, na waga najihusisha sana kisiasa, usukuishi, hususan na hata na hapa. Mimi waga najihusisha hata na maisha hapa, tunakuwa tunapeana kampani. Kwa kifupi tu niseme tuko pamoja na DMTV, niombe tu iendelee kutuhoji.
naitwa Judge Cloud, mimi mtangazaji wako wa DMTV NSA, na hii hapa ni media pendwa kabisa ambayo tunaenda kwa jina la DMTV NSA. Nikombe katika kupata video hizi moja kwa moja, nenda hapo kwenye kitufe cha rangi ya nyekundu, uandike usubscribe. Ukisha subscribe moja kwa moja utaenda kwenye sehemu ambayo imeandikwa comment, uache comment, and then usikose ku like kila video zetu zote. Ni mimi mtangazaji wako Judge Cloud. Nikombe tu wa kwanza kupata video zetu lazima usubscribe. Kama kusubscribe utatafuta zingine video ziko wapi, utakapotumia link hii basi video nyingine ambayo inaweza kuja uweze kupata link, lakini kama ukisubscribe na tukiposti video zetu basi utakuwa wa kwanza kupata video zetu. Kwa hiyo ni mimi mtangazaji wako Judge Cloud. Asante.